Huu ni mtihani wa ajira wenye mshahara wa kila mwaka wa mabilioni. Karatasi ya mtihani inaonekana kuwa tupu. Waombaji wa kazi wamebaki wanaduaa. Mwanamke mmoja anaonekana kujua jibu. Kwa kujiamini, anainua kalamu yake na kuanza kuandika. Lakini mara tu anapoandika jina lake, mlinzi wa usalama akamvuta na kumtoa kwa nguvu, kwa sababu alivunja kanuni za mtihani. Msimamizi wa mtihani alisema karatasi za mtihani isiharibiwe. Waombaji walitupa kalamu zao haraka kwa hofu. Kuna kanuni mbili za ziada za mtihani: hakuna kuzungumza na wasimamizi wa mtihani au mlinzi wa usalama, hakuna kutoka chumba cha mtihani. Msimamizi wa mtihani aliuliza, je, kuna maswali yoyote? Kila mmoja anaogopa mno kusema chochote. Muda unaendelea kupita, waombaji wanaongezeka kuwa na wasiwasi. Kisha Mark ghafla akagundua mapungufu katika kanuni za mtihani. Hakuna kuzungumza na wasimamizi wa mtihani au mlinzi wa usalama, lakini hakukuwa na sheria yoyote inayozuia waombaji kuzungumza wao wenyewe. Kwa tahadhari, Mark anaanza kuzungumza na mtu aliyekuwa karibu yake. Hakika kabisa, mlinzi hakumzuia. Mark alikuwa sahihi. Imradi hakuvunja sheria tatu zilizowekwa na mkaguzi, wanaweza kufanya chochote. Sasa wanahitaji tu kutatua majibu ili kufaulu. Lucy kwanza anapendekeza nadharia. Karatasi ya mtihani inaweza kuwa imeandikwa kwa wino usioonekana. Njia maalum zinahitajika ili kufichua maswali. Kisha kila mtu shikilia karatasi yake chini ya mwanga, lakini hakuna chochote kinachoonekana kwenye karatasi. Wakati huu mwanamke anayeitwa Annie aligundua kuna taa kwenye mianya ya ukuta pia. Labda taa hizi zitafanya kazi. David anaangalia, kuna taa za akiba za dharura. Bila kusita, Mark ananasa haraka kiti na kuvunja taa kuu. Njia hii inafanya kazi. Mwangazo wa bluu unaangaza kwenye chumba cha mtihani. Kila mtu kwa furaha anashikilia karatasi zao juu kwenye mwanga, lakini bado haikufanya kazi. Kila mtu amekata tamaa.